Habari zenu ndugu watazamaji wa channel hii ya Jibambe TV Kenya. Basi leo nimewaletea somo ambalo ni muhimu sana, na somo hili linalenga wanawake ama wakina mama. Basi mbele yenu ya skrini hapo kuna mti huo wa mkunde pori. Ni mti ambao nimeelezea kwa tiba inayotokana na watoto wanaowezeka. Niliongea tiba hiyo. Basi mkunde pori huu leo nimeleta tiba ambayo ni tofauti, na tiba hii inawalenga wamama ama wakina mama na wadada pia. Basi wamama wengi ambao wanapata shida, matumbo yao yanawasumbua sana upande wa uzazi, wanapata shida inapofika siku zao za hedhi, basi wanakuwa ni wenye kusumbuka, ni wenye kutabika, matumbo huwa yanawasumbua, matumbo huwa ni yenye kuuma kwa maumivu makali wakati wamefika katika ada zao za kawaida. Na wengine wana changamoto ambazo hawashiki ujauzito, ama hata wakishika baada ya miezi 2-3 inaachilia, ama hata miezi 4 inaachilia mimba kama ile. Basi leo nataka niwasaidie dada zangu, mama zangu. Kama unafuatilia channel hii, basi dawa hii itakusaidia mahali pakubwa sana. Nisikilize kwa makini utaratibu wa dawa hii na jinsi utakavyoitumia dawa hii na iwe ni yenye kukusaidia. Utaenda utafute. Unaona, hii nimeleta hapa ili nikuonyeshe huu ni mkunde pori, sawa? Lakini kitu ambacho nitataka utumie katika huu mti wa mkunde pori, nataka utumie mizizi yake. Utumie mizizi ya mkunde pori. Ina maana utaenda uchimbe mizizi ya mkunde pori, mizizi ya kutosha. Utaenda uchimbe mizizi ya mkunde pori ya kutosha. Utarudi hadi nyumbani kwako, utaisafisha vizuri, na ukishamaliza kuiosha utaweka maji kiasi cha lita 1.5, ambapo utaanza kuitayarisha dawa yako, kuitengeneza dawa yako. Lakini kabla uanze kuitayarisha dawa yako na kuichemsha, nataka utafute kitu kinaitwa ubani. Ubani ule ambao huwa unafukiziwa ubani. Kuna udi na ubani. Sasa nataka utafute vidonge 3 vya ubani, sio udi. Hapo unanielewa? Siongelei udi, naongelea ubani. Ubani wa aina yoyote ule. Utaenda kwa maduka ya dawa yanauza dawa za kiasili. Utaenda uambie wakupatie ubani ule wa kuchoma. Sasa utakuja na ubani wako, utaweka vidonge 3 katika hiyo dawa ya mti wa mkunde pori, hiyo mizizi ambayo kwamba umeichimba, sawa? Utaweka vidonge 3 katika maji hayo ambayo umetia mizizi hiyo ya mkunde pori. Maji nimesema ni kiasi cha lita 1.5. Utaweka katika moto, utaiacha dawa yako ichemke hadi iive. Utatoa dawa yako na utakuwa unatumia dawa hiyo
kikombe kimoja asubuhi na kikombe kimoja jioni kwa wakina mama. Lakini vile vile pia, enyi wakina mama, nataka niwakumbushe, wakati uko katika zile siku zako za kawaida ndio utakuwa unatumia dawa kama hii. Ukijua tumbo lako lina matatizo haya ambayo kwamba nimekueleza, tumbo kukata, ama ukishika ujauzito unatoka baada ya miezi miwili ama mwezi mmoja ama mitatu, inategemea na matatizo yale ambayo kwamba uko nayo. Kwa hivyo ile siku kama umeingia katika siku zako, umeingia katika siku zako za kawaida, basi utaanza kutumia dawa hii ya mizizi ya mkunde pori. Nimekwambia utaenda utachuma mizizi ya kutosha, utakuja hadi nyumbani kwako, utafute na ubani. Utafute ubani vidonge 3. Utakuwa ni mwenye kuchemsha dawa hiyo kwa kutumia maji lita 1.5. Utatumia asubuhi na jioni hadi ile siku ambayo kwamba umemaliza siku zako za hedhi, kama ni siku 5, kama ni siku 6, kama ni wiki moja. Ukishamaliza basi wacha dawa hiyo, tulia, kuwa katika harakati zako, onana na mpenzi wako, onana na bwanako, uangalie, je, itakapofika siku zingine, siku ambazo ni zako za kawaida, tumbo litakuwa linakupeleka namna gani. Kama itakuwa hali bado iko vile vile, utaendelea kutumia hii dawa tena. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, dawa hii itakusaidia sana na utakuwa ni mwenye kupona, na utakuwa ni mwenye kufaulu, na utakuwa ni mwenye kushika ujauzito kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na nataka niwaambie jambo moja, kila kitu kinaenda na imani. Lazima uwe na imani, lazima utie nia kwamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu dawa hii iwe ni yenye kunisaidia. Basi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utapona. Na amini kile ambacho unakifanya kwamba hichi kitanisaidia. Naye Mwenyezi Mungu pia atakusaidia kwa kile ambacho kwamba unakifanya. Kwa sababu huu sio ushirikina, ndugu zangu. Huu ni mti umeenda ukang'oa na ukaja ukachemsha. Hakuna kitu chengine hapo umefanya. Lazima tuelewane, kwa sababu kuna mtu atasema huo ni ushirikina, lakini hakuna shirki yoyote hapa. Hii miti Mwenyezi Mungu aliileta na sababu zake nyingi sana, na sababu zake ni sisi wanadamu tujisaidie kwa njia moja ama nyingine. Kwa hivyo kama hujui miti, mimi nakufundisha na ujisaidie ukiwa hapo nyumbani kwako. Na kuomba kama wewe ni mgeni katika channel hii, basi na kuomba usubscribe channel hii, na pia ushare na ulike. Na vile vile kama una maoni, kama una maswali, usisite, nenda kwa comment hapo, weka comment yako, nikiona nitakujibu. Kama kuna jambo lolote unataka kuongelea, basi niandikie comment hapo, pia nitakujibu. Na waomba ndugu zangu ambao kwamba mmejiunga katika channel hii ya Jibambe TV, basi channel hii itakufundisha mambo ya tiba za kiasili, mambo ya mitishamba, na utakuwa ni mwenye kujitibia ukiwa hapo nyumbani kwako, mahali ulipo, popote pale.
Sina mengi, nawaomba ndugu zangu, baki na siku njema, na kile ambacho kwamba nakifanya Mwenyezi Mungu akifanyie wepesi, na muwe ni wenye kusaidika, na muwe ni wenye kupona. Insha Allah tutaonana katika somo jingine. Asanteni na karibuni sana katika channel hii ya Jibambe TV, tiba za kiasili.